Hii ni stori ya maisha yangu. Stori ambayo imeacha jeraha kubwa kwenye maisha yangu. Stori ya maisha yangu inahusu usaliti. Hakika nimesalitiwa mwenzenu. Tofauti na watu wengine ambao walishawahi kusalitiwa kwenye maisha yao. Mimi nimesalitiwa na watu wangu wa karibu sana. Nimesalitiwa na mtu ambaye nilikuwa nampambania atimize ndoto zake. Katikati mwa hayo mapambano ndipo alipo nisaliti. Ndipo alipoingiza uchungu kwenye maisha yangu na kuvunja moyo wangu. Ngoja nikuhadisie jinsi huruma na wema wangu ulivyovunja moyo wangu. Inabidi sasa wewe ulale sebuleni. Si unajua dada yako na chumba kimoja tu na sebule mama yangu. Kwa naomba tu mdogo wangu unalala hapa. Odi. Mama. Sandra mwanangu. Sandra. Mama. Karibu sana mwanangu. Asante mamangu. Shikamoo. Marahaba. Habari za nyumbani? Salama za siku. Sandra, leo umenikumbuka mwanangu. Yaani niliwamisi. Nakupenda mwanangu. Nakupenda mamangu. Mbona kumepoa? Haya, hichi kizanda chako kiko wapi? Yaani mtu nimemtuma kuni tokea asubuhi. Unajua kaondoka asubuhi. Siku mbili zote tulikuwa tunachochea hapo vichelewa kwa sababu hatuna kuni. Kwa hiyo ndio kaenda kwenye kuni. Kaanza lini uvivu sasa? Yule mtoto ni mtihani, lakini sasa ndio mtoto wa kwangu. Mfanyaje? Nimemisi kumuona. Ile mradi nimeshafika. Taonana naye. Haya, niambie mamangu. Sandra. Mama. Mara ya mwisho tulivyoongea kwenye simu ulikuwa unaonekana uko vizuri. Hebu niambie tatizo ni nini hasa? Mama. Wacha tu mamangu. Shida ni ile tu mama. Mawifi mama na mama wakwe. Sina amani mama. Sina maji yakashuka. Kila kukicha mama. Simango tu. Wananisimanga. Kwa nini mimi sizai? Kwa nini si baby mimba mama? Kwa mamangu changamoto yangu bado naendelea nayo. Bado sijapoa mama. Sandra. Mama. Hiyo ni mitihani tu. Ni mitihani ambayo binadamu wanapitia wengi tu. Wewe sio wa kwanza. Sawa mwanangu. Huo ni mtihani ambao Mungu kakugaia. Sasa una miaka 7 na mume wako. Lakini kuna wengine wanaishi hata miaka 15 hawajafanikiwa kupata mtoto. Mimi naamini kama utaendelea kuhangaika sehemu tofauti utafanikiwa. Hebu niambie. Vipi kuhusu hospitali umekwenda? Hospitali mama.
Hospitali gani sisi hatujaenda? Tena tunakutana na madokta bingwa, lakini neno lao ananiambia kwamba na tatizo mama kwenye mfuko wangu wa uzazi. Na kwenye maombi? Hayo maombi mama, nimeshaenda kila makanisa mama, mimi mafuta nimekunywa mama. Unasema tu kanisani? Nimepaka kwa waganga mama, mimi nimeenda. Kwa mganga gani mimi sijaenda mama? Mikoa tofauti, Sumbawanga, Kigoma, kote huko mama, mimi nimevuruga. Na mbaya zaidi mamangu, huyo mgangangu wa mwisho huyo ambaye niloenda huko amenifukia mama mimi mpaka chini ya kaburi. Kanipa chupa mimi ninyonyeshe. Mada yake kwamba akaniambia ukitoka tu humu unaenda kufanikiwa. Lakini wapi mama yangu, mpaka leo hii hamna chochote mama. Hata hivyo kuna bibi mmoja jirani yangu, wengi sana wanamsifia, huwa anawasaidia watu. Nataka nimkabili ili na wewe akusaidie mwanangu. Mama, bado tunajipa moyo hao watu wenyewe walikuwa wananipeleka kwa waganga na wenyewe kwa wananiambia hivyo. Waganga na wenyewe wako bingwa. Lakini mbona sijafanikiwa mama yangu? Usikate tamaa. Binadamu hataki kukata tamaa katika jambo lolote mwanangu. Umeelewa? Mama, hao waganga wengine nao nilikoenda huko walisema kwamba wamewasaidia watu kibao na wamefanikiwa. Mbona mimi kwangu mama vimeshindikana? Makanisani mama, wachungaji wameombea watu kibao wamefanikiwa, wamefunguliwa. Mama mimi mbona nimeombewa sijafunguliwa mama? Amna nini? Nimekutana na madokta bingwa. Basi marafiki zangu wameenda, wamefanikiwa mama, wamepata mimba. Mimi mama mbona bado mama? Utapata mwanangu. Tunaona niambie kuna bibi anadewa anisaidie mimi mama. Mimi mama, mimi nimekata tamaa. Usikate tamaa. Mama, mimi nimekata tamaa kabisa mama. Ni mwiko kuongea hilo neno. Sawa Sandra, ni mwiko. Kuna Sara ambaye yeye alikoma hata siku zake, alishazeeka, lakini Mungu alimpa mtoto. Sambusa, wewe bado uko mdogo unakata tamaa? Nakupenda mwanangu. Nakupenda pia mama. Usikate tamaa. Niahidi. Niahidi kama hautakata tamaa. Sawa mama. Tulia mwanangu. Kweli mamangu amenizaa. Nakuamini mama. Tumaini langu limebaki kwako tu mamangu. Unaniamini? Nakuamini. Unamwamini Mungu wako? Unamwamini Mungu wako? Utapata mtoto mwanangu. Sawa? Futa machozi mwanangu. Futa machozi mwanangu. Dada. Naamini. Wow, dada. Wewe Sophie. Yaani upo kijijini kile umependeza namna hii. Dada, shikamoo dada. Marahaba. Hujambo? Jambo, mzima. Mzima. Vipi? Dada. Sophie, mbona kuni ziko vipi? Kuni gani lololeta mwanangu? Mama,
Yaani kuni yote ile. Afu unasema kuni gani? Wewe uone na miba pale. Tokea asubuhi ndio vile mwanangu. Nilikuwa naitafuta hiyo kuni. Unajiendekeza Mama, unajiendekeza. Huo uvivu wako hautaishi na mimi tu peke yako. Umeelewa? Haya, endelea. Niambie mdogo wangu. Dada, nilikumisi. Nishinde mimi. Yaani nilikumisi sana. Mbona ulikuwa unitafuti sasa? Unamjua mamako ukishika simu yake. Ngoja niwaache. Wapi tena? Kuna lile swali tulizozungumza. Nakuja. Sawa mwanangu. Sawa. Kila la heri. Amen. Dada, mbona kama ulikuwa unalia? Amna bwana mdogo wangu, nimekuja zangu tu hapa. Nilipomwona mama, afu muda mrefu sijamuona. Yaani kani mimi sana, ndo machozi tu yametoka ya furaha. Lakini sio kwamba nalia, si huzuni, amna. Ni furaha tu imenizidi, imepitiliza. Unajua? Kweli dada? Kweli. Nafurahi dada. Mdogo wangu. Vipi? Safi. Alafu dada. Afadhali umekuja. Nini tena umeanza? Dada, mimi nishachoka kukaa hapa kijijini na mama. Mimi nataka tuondoke wote mjini. Wewe Sofi wewe. Yaani unaongea unamaanisha kutoka moyoni au unakurupuka tu? Dada, yaani naongea kutoka moyoni kabisa. Mimi nimechoka kukaa na mama. Dada, mimi tayari nimeshakuwa mtu mzima sasa hivi. Nitakuwa na mimi nitafute maisha yangu. Na hapa kijijini kama unavyojua, ni tunakaa tu, hamna kazi yoyote. Hamna fursa yoyote dada. Kwa mimi nilikuwa naomba dadangu, twende wote huko mjini. Huko mjini najua kabisa kutakuwa na fursa ndogo ndogo. Nitapata hata kazi ndogo nitafanya. Lakini sio kubaki hapa kijijini na mama. Nakuomba dadangu, tuondoke wote. Ila kweli mdogo wangu umeongea point. Ni kweli kabisa, huko kijijini huko. Mjini kuna fursa nyingi sana za kufanya. Twende nikakufanyia, nikakutafutia kitu chochote kizuri cha kufanya. Maisha yakaenda, tukaa pia tunasaidiana majukumu. Si unajua? Na wewe Mungu akikusaidia, ukapata kazi yako nzuri, tunasaidiana kumlea mama. Kweli dada. Mimi nimeona hilo jambo limekaa vizuri. Sasa ngoja basi mama arudi ili tuje tuzungumze naye. Ni imani mama hawezi kukataa. Sawa dada. Vilima vya huko. Pole. Asante. Yaani kwa hivi vilima sijui kama sasa hivi unaweza kupandisha. Pole mamangu. Asante. Sasa mama, bora umerudi. Sofia ameniambia naye anataka kwenda mjini mama. Umechoka maisha vijijini huku. Huyu Sofi aende mjini? Ndio mama. Atafikia wapi na anaenda kufanya nini huko mjini? Mama, si anaenda kukaa na mimi? Mimi binafsi siafiki swala la Sofi kwenda mjini kuishi na wewe. Mama, naomba niruhusu niondoke na dada mjini. Mimi siafiki. Umenielewa mwanangu? Alafu mama, unaona kabisa maisha ya vijijini mama yalivyo. Hakuna maendeleo yoyote. Namwomba mamangu Sofi niende naye mjini. Mimi nikifika kule tutampeleka chuo. Mungu akijalia anaweza kupata kazi huyu mama. Tunasaidiana majukumu. Akipata Sofi mama ndo umepata wewe. Sandra. Mama. Uko radhi Sofi aende na wewe mjini?
Niko lazi kabisa mamangu, tena moyo wangu mweupe na nimefurahi. Tunaomba tu baraka zako. Uko razi kwa hiyo, si ndio? Niko lazi mamangu, si ni mdogo wangu mama, tena kipekee mmoja tu. Si umekubali? Ndio mama. Sawa. Asante mama. Nimefurahi mama, asante kwa kukubali mamangu. Dada, asante kwa kuongea na mama mpaka mama amekubali. Kamefurahi kenyewe. Safi mdogo wangu. Karibu nyumbani. Jisikie uko huru. Asante dada. Shemeji, karibu sana. Asante shemeji, shikamoo. Marahaba. Hivi shemeji, ulishafika da? Au ndo mara yako ya kwanza? Mume wangu. Ndo tuzima au? Safi hajawahi kuja da bwana. Hii ndo mara yake ya kwanza. Ndo mara yake ya kwanza. Okay. Sawa. Ila inaonekana vijiji vyenu vimeendelea sana siku hizi eh? Kwa nini? Shemeji kama akatoka mjini. Kapendeza? Vipi huko barabarani shemeji yangu, mapikipiki manake mjini bwana, mjini tu. Shemeji, mapikipiki nimeona mengi na magari mengi, yaani kidogo nigongwe na gari. Dada alikuwa ananikimbia na niacha. Wewe, kwa nini unamwacha shemeji yangu? Yaani mume wangu, walivyonisumbua kwa babani ungekuwepo. Ndio hivyo tu ngasema haya, twende. Usijali shemeji. Hata sisi tu wenyeji kwa namna ambavyo wanaendesha vibaya tunapata shida. Kwa hiyo utazoea tu. Sawa shemeji. Mume wangu, naomba nikuombe radhi. Nimekuja na mgeni bila kukuambia. Nimefika kule nyumbani. Shemeji yako Sofia akaniambia dada, na mimi nataka kwenda mjini. Kwa nikakosa kabisa hata mdogo kupigia simu. Kwa naomba tu lazima mamangu unisamehe kwa hilo. Asapo nikusamehe nini mke wangu? Wewe unajua jinsi gani mimi ninavyompenda shemeji yangu. Yaani hapa nilipo mimi, yaani moyo wangu una raha kuliko kawaida kumwona shemeji yangu hapa. Wewe sasa maneno yako ndio nataka ninyime mie raha. Shemeji, yaani tani yako, yaani enjoy. Mimi nimefurahi sana shemeji yangu kuja hapa. Asante shemeji. Alafu sasa mume wangu, si unajua sasa shemeji yako kule alikuwa hana chochote cha kufanya. Na ndio maana mpaka hiyo pia imekuwa sababu kubwa ya kumleta hapa. Unaonaje basi tukamtafutie chochote, hata ufundi, awe anaenda na kurudi kuliko tuwake hapa nyumbani. Sawa, hamna shida. Wewe utamuuliza mwenyewe anapenda nini zaidi ambacho anataka kukisomea, utakifuatilia, utaniambia ni bei gani ada yake, mimi nitalipia, hamna shida. Kweli mangu. Ndio maana nakupenda.
Haya, sawa. Vipi mdogo wangu? Safi tu dada. Sasa mdogo wangu, inabidi sasa wewe ulale sebuleni. Si unajua dada yako na chumba kimoja tu na sebule mama yangu. Kwa hiyo naomba tu mdogo wangu unalala hapa. Sawa tu dada. Ni pazuri, nimepapenda kweli dada. Kweli? Sawa. Alafu pia unajua chumba changu hakina master. Inamaanisha chumba changu hakina choo ndani. Kwa nachukomba mamangu, wewe unalala vizuri basi. Maana kuna muda shemeji yako naweza katoka chumbani akawa anaenda uani. Kwa hiyo ujistiri yani. Sawa mamangu? Dada, ondoa wasiwasi kuhusu hilo. Mimi nitalala tu vizuri. Na hapa kama unavyoona nimevaa gauni na ndani nimevaa suruali pia. Kwa hata nikilala shuka ikifunuka kidogo, basi ndani nina nguo zingine nimejistiri dadangu. Nakupenda sana mdogo wangu. Na ndio maana nilipotokea swala la wewe kuja hapa kwangu, sikuwaza kabisa kwamba na chumba kimoja na sebule. Nilijiona tu ni kama vile na nyumba kubwa. Kujitoa upendo wangu wa dhati kwako. Kwa hiyo sasa mdogo wangu, naomba uvumilie. Ninachokuomba upambane. Nikikupeleka chuo, uende ukafanye kwa juhudi, kwa bidii, ili hata na wewe ifike hatua uende ukapange kwako, uwe na uhuru na nyumbani kwako. Sawa mamangu? Asante sana dada kwa kunipenda mdogo wako na kunijali kiasi hicho. Na kuahidi dada yangu, nitakapoenda huko chuo kujifunza, nitajifunza kwa umakini ili nijue haraka dada, na mimi nipate kazi nikapange na sehemu yangu. Na kuahidi dada, sitakuangusha. Sawa mdogo wangu, mimi nafurahi sana kusikia hivyo. Kwani upendo wa kweli. Yaani mnaonekana matajiri sana. Basi sawa, nisikuchoshe. Nikuache sasa upumzike. Nikutakia usiku mwema, ulale salama, usiache kuomba. Asante dada. Haya, kuja nimwaishe maji yako huko chumbani, maana nimemwacha peke yake. Sawa dada. Dada, naomba unisaidie kuzima taa hapo. Sawa. Sawa.